Yeah. So kwa majina naitwa Matendo Andrea, ni Mtanzania mwenye ndui. Nina kila sababu ya kujivunia kuwa Mtanzania. Kama ningekuwa ninafanya press, ningeanza kwa kusema kwamba ndugu wanahabari yeah, sasa kwa kuwa mimi nataka kujaribu kuongea na Watanzania kwa ujumla, na hasa wale ambao wamekuwa wanakosa fursa ya kupata majukwaa ya kusema yaliyopo mioyoni mwao, kutoa maoni au ushauri kwa serikali au kwa viongozi wanaowazunguka na kadhalika. Unajua, tunashauriwa sana kuto kukaa kimya, kwa sababu kuendelea kuwa tunalalamika na maoni yetu hatujawahi kuyatoa popote, tunakosa ule uhalali wa kulalamika. Sawa? Sasa mimi naomba nina machache tu ambayo nataka ni share na Watanzania, lakini pia nitafurahi sana kama video yangu Watanzania mtaishare kwa wingi na ikawafikia viongozi wanaohusika na haya mambo, kwa sababu mimi ni Mtanzania ambaye niko kwenye upande mmoja wa chama cha siasa. Of course mimi sio CCM. Mimi sio CCM na yes, so niko proud kuwa kwenye taasisi hii, pamoja na changamoto ambazo tunazipitia, lakini hopefully ni dalili za kukua kwetu na kuonesha kwamba tunakomaa, na inshallah Mungu atajalia tutakuwa sawa. Sasa mimi nataka tu niongee jambo moja ambalo kimsingi limenitatiza na limekuwa likiendelea kunitatiza sana tu, na nitatoa mfano kidogo wa haya mambo ya kutokupuuza kusema. Tukisema, mimi naamini kwamba huwa yanawafikia walengwa, ila swala la kubadilisha au kufanya marekebisho huwa ni uamuzi wao. Ila nakumbuka wakati hii mikopo ya halmashauri inapigiwa sana chapuo, Watanzania waichangamkie, kanuni zilikuwa zinamtaka kijana mwenye miaka 35 kushuka chini ndo ambaye ana deserve kupatiwa ile mikopo. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimewahi kufuatilia, lakini na kunufaika of course, lakini tulikuwa tuna complain sana kuhusiana na swala la umri, kwamba kwa nchi yetu kijana mwenye miaka 35 kushuka chini huwa bado hajapevuka kwa kiwango ambacho unaweza kumkopesha milioni 20, 30, 50 akafanya kitu. Hata mawazo yao tu ukikaa nao kujadili nao, unaona kabisa kwamba huyu ukimpa hela anakwenda kufanyia mambo ambayo yako tofauti kabisa na kile ambacho kinaweza kusababisha maendeleo ya maisha yake na ya wenzie kwa ujumla. Kwa hiyo tukapigia kelele sana ili swala, tukasema kwamba kwa nini muda usiongezwe. Nashukuru serikali ilisikia, ikafanyia marekebisho zile kanuni, na sasa hivi imeenda mpaka miaka 45. That's fine. Sawa? Ni kitu kizuri sana. Sasa mwaka jana bwana, mwaka huu, baada ya uchaguzi kupita, majanga aliyotokea sitaki kuyaongelea, kila Mtanzania anajua, lakini tulipoingia tu mwezi January, February, March na kadhalika, kuna pesa kama bilioni 200 hivi serikali ilizitangaza hadharani kupitia rais kwamba nitatoa bilioni 200 kwa ajili ya vijana. Yeah? Watu walishabikia, walishangilia sana. Joel Nanauka, kipenzi cha vijana, ni mtu ambaye anashauri sana na kadhalika mambo ya maisha na biashara, akapewa kuwa waziri. Tukasema huyu anajua vitu vingi, atatusaidia. Mambo mengi sana yakaendelea, taratibu zikaanza kuoneshwa wazi. Na Nanauka waziri amekuwa kiposti sana kwenye social network account zake Facebook. Of course ambako kuna vijana wengi, sawa, tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana ile michakato toka mwanzo. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilituma ile maombi, japo kigezo ambacho walikuwa wanakipigia chapuo kwamba vijana ile hela ina watu gani inawalenga, ilikuwa ni kile cha miaka 35 kushuka chini, kitu ambacho hakina tofauti na kile cha nyuma. Sijui kama unaelewa. Tulicomplain sana kwenye mitandao
comment sana kwenye peji zake, complain sana, na mwisho wa siku tukaja tukasikia kwamba tayari kuna mabadiliko na marekebisho yanafanywa, japo hayakuainishwa ni marekebisho ya aina gani yaliyofanywa kuhusiana na hayo masharti. Lakini ikawa wazi sasa kwamba watu watume email kwa kutuma document zao na proposal zao na bla 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 kwenye email iliyowekwa pale. Watu wengi sana walituma, na nakumbuka mpaka report ilitoka kwamba maombi yaliyotuma na yamepokelewa ni zaidi ya 30. Sawa. Kuna watu walidadavua sana. Nakumbuka kuna comment moja mtu alidadavua sana akasema kwamba kama maombi yamefika 30 plus, kwa nini hizo hela wasipate wote walioomba, mkawapata milioni 6 kwa sababu watu walipiga hesabu, waligundua kwamba hayo maombi ambayo yameomba hiyo hela ukiwapatia milioni 6 ile hela inatosha. Sijui kama unaelewa, lakini okay, that was so funny. Ilikuwa ni kama masiara, lakini inaweza kuwa ni fact kwa upande mmoja. Kwa hiyo mambo yakawa mengi sana pale, na kukawa kuna ukimya, ukaja ukatokea ukimya ambao hatukujua nini kinaendelea, na huwezi kujua wapi uulize. Utakwenda tu kwenye akaunti ya waziri, utacomment kuulizia na hujibiwi, kwa sababu nakumbuka hizi hela wakati zinapigiwa promo, mimi nilishaenda katani kwenye ofisi za kata kuulizia, wakasema huo mpango hawajaletewa. Nilishakwenda ofisi za halmashauri ya jiji, nikaambiwa huo mpango wao hawajaletewa, hawajui exact taratibu zikoje. Sijui unaelewa. Kwa hiyo tukao tunaona tu mitandaoni kwenye vyombo vya habari vikiongelewa ni bla 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 bla. That's it. Sasa ikawa imeenda mwisho, ikafika ikawa kama kimya, kwa kuna kiukimya fulani hivi kimetokea. Of course watu kawa tujui sasa, na tushakata tamaa kwamba bwana sawa bwana, hizi hela tena ndo watu washapeana wenyewe kwa wenyewe. Nakumbuka na rafiki yangu mmoja ni mwana CCM alikuwa ananiambia zile hela bwana, michongo ile bwana, zile hela bwana, zile bwana hapati kila mtu, zile zina wenyewe. Ni mwana CCM, mimi ni opposition, lakini mimi nilikuwa namwambia no, ile hela bwana inapatikana, unaweza tu apply na ikapatikana, usiogope. Ushanielewa? Kwa sababu mimi nimeapply na hopefully nitapata, Akawa anacheka sana, amna bwana, zile lazima wenyewe. Ni mwana CCM huyo na ni kijana, zile lazima wenyewe sijui na nini. It's okay. So ilipokuwa kimya, tukaanza kukata tamaa kwamba bwana ni kweli bwana, haya mambo bwana yatakuwa yana wenyewe na nini, ngoja tukae tu kimya, maisha yaendelee. Ushanielewa? Lakini tulichukua hatua ya kuthubutu kuomba, alafu tumekosa bila kuwa hata na majibu. Sasa bwana, leo kwanza kabla ya leo hivi juzi kati nimesikia kuna uzinduzi wa namna ya kupata mikopo ya zile bilioni 200 something like that, ilianzia Arusha, sijui ndio linanauka, nimeona anafanya hiyo kitu, nikashangaa, lakini nikasema ngoja niache bwana, mimi niendelee na mambo yangu. Sawa. Sasa leo nashangaa katika kupita kwangu mitandaoni nikakutana na posti moja ya afisa ambaye anaonekana wazi ni wa serikali, na anasema kwamba kuna kitu kinaitwa Yes Portal. Nikasikiliza mwanzo mwisho. Yes Portal ni utaratibu ambao unatoa fursa kwa vijana kupata ule mkopo wa bilioni 200. Nikaanza kujiuliza sasa, kwani zile taratibu za mwanzo zimeishia wapi? Mpaka tunaoboeta utaratibu huu, na hakuna tangazo lolote ambalo limetoka, labda au press yote ambayo imefanyika kuonesha na kutoa taarifa kwa vijana kwamba jamani, ule utaratibu wa mwanzo ambao mliapply kupitia emails na nini ulifeli kwa sababu 1 2 3. Kwa hiyo sasa hivi tumeleta utaratibu mpya wa Yes Portal, watu wataapply hapa kwa kutumia taratibu 1 2 3. Sasa nikasikiliza yule afisa anavyoongea pale, of course nimemuelewa vizuri sana, na of course ni kitu kizuri, ni utaratibu mzuri sana, kwa sababu kwanza lazima pale una upload ID yako ya taifa NIDA. Kwa ukiupload automatically, kama wewe uko 35 plus umri, automatically system inakukataa. Ushanielewa bwana? Kwa ni mfumo mzuri sana ambao ameutumia, lakini swali langu kwenu nyinyi, serikali, wizara ndio linanauka, inakuwaje haya mambo ni kama mnayafanya kienyeji sana? Of course nyinyi mnaweza kama mnafanya kwa utaratibu, lakini kwetu sisi huku chini walaji tunaona kama haieleweki. Yani haieleweki, ni kama mnatuvuruga hivi. Zile email zetu tulituma zimekuwa kimya, wengine inasemekana walijibiwa mpaka email. Mimi binafsi sikujibiwa email. Kama umekosa kwa sababu 1 2 3,
pamoja na kwamba plani zetu business plani zetu zilikuwa ni active sana. Mimi of course nina 35 plus umri, lakini kazi ninayoifanya ninaajiri 90% kama sio 100 ya vijana nao waajiri ni chini ya miaka 35. Ni chini ya miaka 35. Maana yake ni kwamba ule mpango, ukiwa mtu ambaye unafikiria vizuri, ule mpango mimi unanihusu. Sawa? Kwa sababu kama nitakuwa na mradi ambao nitaajiri vijana 100 ambao 90% ni chini ya miaka 35. Unawezaje kusema kwamba huo mpango mimi haunifai? Unawezaje kusema hivyo? Tuwaze tu kwa akili ya kawaida, eti waziri na nauka. Kama naajiri vijana ambao wana 30 chini ya miaka 35. Nina idea kubwa ambayo inawalipa mshahara, naweza nikalipa pia kodi, naweza nikalipa kodi kwa serikali, nikanufaisha familia za wao vijana, wao wenyewe kanufaika na kadhalika. Kwa nini huo mpango mimi haunifai? Eti kwa sababu tu nimevuka miaka 35. Is it serious? Anyway, sasa nimeshangaa kuona huu utaratibu wa YesPortal ndio jamaa anasisitiza kwamba there is no any way, hakuna njia nyingine tena ya kuweza kupata mkopo wa zile bilioni program ya bilioni 200 zaidi ya kutumia hii YesPortal. Kwamba wewe fanya unavyofanya, ruka unavyoruka, lakini lazima utumie YesPortal ili kupata ule mkopo. Maana yake ni kwamba zile hela bado zipo, hazijatoka, zinaendelea kusubiri watu. Yale maombi ya 30 ambayo yalitumwa hatujui yameishia wapi, au kama wapo wanaojua of course watatusaidia kutuambia kwamba wenzetu wamefikia wapi, au pengine washapataga hela ila hela zimebaki nyingi ndio maana wameamua kuleta utaratibu huu mpya wa YesPortal. I don't know. So utaratibu umekuwa ni wa YesPortal, na utaratibu ambao wanautumia kiukweli ni sensitive. Mimi nawasifu kwa hilo, kwa sababu nimejaribu kwenda kufanya registration, mfumo umenikataa kwa sababu mimi niko 35 plus, kwa sababu ukishaweka tu pale NIDA inakusoma kwamba umri wako umezidi 35, kwa hiyo inakukataa. That's sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Lakini kwa nini mnatuchukulia sisi maandazi sana? Kwamba utaratibu ule wa kutuma email mliuchukua, alafu mmeona haufai, hamjatujulisha, mmetuchukulia poa, mmeleta YesPortal. Kwa nini mnachukulia simple? Yaani hatutaki hata kutoa changamoto za hii mifumo yenyewe. Hata ile ya email ilikuwa inawaacha watu wengine nje, wengi sana ambao wana mawazo makubwa, kwa sababu kuna mtu anachimba madini, yuko Katoro huko, ana idea kubwa na anahitaji hela kwa ajili ya kununua mashine achimbe madini, apate hela, aajiri watu. Kutumia smartphone kutuma email hajui. Maana yake ule mpango ulikuwa unamtoa, sio? Kwenye ule mpango wa mwanzo. Sisemei huu sasa hizi wa YesPortal ambao nao kimsingi utawatoa baadhi ya watu ambao hawataweza kutumia simu janja kufanya registration na kuomba. Ushanielewa? Kujaza vile vitu ambavyo vitoka viko mle, na uhakika watu vijana wengi hawezi kujua. Vijana wengi ambao wataweza ni hawa ambao wametoka shule, wamemaliza form 6, wamemaliza vyuo, ambao wako chini ya miaka 35, ndio ambao wataandika maombi. Na kimsingi hawa watu huaga hawana nidhamu ya fedha. Watafanikiwa, watapata mikopo, hela nyingi zitapotea, kwa sababu mimi najua biashara sio rahisi kama mnavyofikiria guys. Biashara sio rahisi kama mnavyofikiria. Alafu biashara sio tu hela, akili, idea, experience ya biashara ambayo mtu anaifanya na kadhalika. Lakini kwa nini mmeona kwamba inafaa sana moja kati ya vigezo vikubwa vya kupata mkopo huu kwa kupitia hii YesPortal kiwe ni umri? Hapa ndio ambapo mimi na nyinyi tutagombana sana. Hapa ndipo ambapo mimi na nyinyi tutagombana sana. Nasema ukweli. Waziri na nauka, mimi na wewe tutagombana sana kwenye hili. Sijajua umezibwa na nini usoni kwako kuto kuona umuhimu wa kusema kwamba kijana yoyote wa Kitanzania mwenye miaka kuanzia 48 kushuka chini, as long as ana mradi ambao unaajiri vijana ambao wako chini ya miaka 35, anayo haki ya kuapply. Yaani kumekuwa kuna ugumu gani nyinyi kusema hivyo? Kwamba mimi kama nina miaka 45 na miaka 44, mradi wangu umeajiri vijana 20 ambao wako miaka 18, 19, 20, 24, 25, 32. Yaani huo mpango mimi haunifai. Na nauka, huo mpango mimi haunifai. Nyinyi mmegundua nini yani kipo kwenye wao vijana wa miaka 35 kushuka chini au Gen Z? Nyinyi mmegundua nini? Kwa nini yani?
ambacho mnadhani wana deserve kupata hizi hela, na sisi ambao ni 35 plus hatufai? Nyinyi mmegundua nini? Mmebaini kuna nini yani? Yaani mmeshindwa kabisa kufikiria na kuona umuhimu wa kusema kwamba moja kati ya vigezo vya mtu kupata hii hela ni andiko lake la mradi. Kuna interviews zitafanyika, fafanua vizuri andiko lako, maana yake usije kama umeandikiwa na ChatGPT huu mradi wako na wewe mwenyewe hujui chochote kuhusiana na huu mradi. Umeandika andiko lako, njoo tukufanyie upembuzi yakinifu, iwe ni kata iwe ni halmashauri, mtu afanyiwe interview, ahojiwe. Nyinyi mna wataalamu wa masuala ya biashara, serikali si mmeajiri maafisa biashara, maafisa ugavi, bla bla bla, mambo kibao, maafisa kibao mnao. Chukua lile wazo, msikilize kijana, ana deserve, mpeni hela. Moja kati ya vigezo vyenu viwe ukihitaji hela kuanzia milioni 10 na kuendelea, unahitaji kuwa na vijana kuanzia 4 na kuendelea. Hauwezi kusema hivyo na ika make sense. Ukitaka milioni 50 unahitaji uwe na vijana uliowaajiri kuanzia 10 na kuendelea. Huwezi kusema hivyo. Inakuwa ngumu kiasi gani yani nanauka? Bro, how? Yani mbona jamii bado inakuamini? Japo kadri siku za kuzidi kwenda mimi naona mitandaoni namna ambavyo vijana wanazidi kurudi nyuma. Hatua nyingi zinarudi nyuma juu ya kukuamini. Anyway, hoja yangu ya msingi ilikuwa ni hiyo tu. Kuwapongeza kwa YesPortal, lakini niko na doubt ya kutosha kuhusiana aina ya masharti ambayo mnatumia kukopesha watu, na hasa hili la miaka 35 kushuka. Zaidi ya hapo hiyo hela haitoki kwa hao watu. Hapo ndugu zangu mmechemka. Na nitaendelea kuambia siku zote mpaka nitakufa. Swala la serikali kutaka kusaidia vijana wajiendeleze kimaisha na kimafanikio, kuangalia kwamba kundi la vijana ni miaka 35 kushuka chini, mnakosea. Hiyo miaka 35 kushuka chini iwe kwenye mambo mbalimbali kadhaa, lakini sio kwenye masuala ya kusaidia jamii, kuipevusha jamii kiuchumi. Msiangalie masuala ya umri. Kuna watu wanafanikiwa kibiashara wakishakuwa wana miaka 55, 60 huko, wanakuja wanafanikiwa kimaisha. Nyinyi mnasema miaka 35 kushuka chini ndio mnataka kuwa push. Anyway, YesPortal, vijana ambao mko miaka chini ya 35, nendeni mka-apply. Nendeni mka-apply. Sisi wenye miaka 35 plus tuko hapa, tunaendelea kuganga njaa. Tutakutana na watu wa halmashauri huko watatudai kodi. Haina shida. Haina shida. Sisi tupo. Haina shida. I'm out.